USA Habari TV tunakuletea dunia karibu yako. Vipi ndugu mtazamaji wa USA Habari TV, it's your boy Maros aka Mobile. Is another time, another day, nikiwa na Bido Star. So kama ni the first time kufikia hapa USA Habari TV, fanya kusubscribe, kushare na kucomment. Utakuwa umefanya unyama. Nyuma ya kamera yupo Swems OG ananifanya ningae na tungae kwa pamoja, na niko naye Bido Star. Tunaenda kupiga mastori. Unajua camp imepoa sana, lakini watu wanafanya kuiboost bana. Mambo vipi bro? Fresh. Kwema? Fresh kabisa. Harakati? Alhamdulillah tunapambana ndugu yangu. Ndio. Morning ya leo au siku ya leo imekuaje kwako? Niseme kwamba good sana tunapambana, tunajua. Yeah. Ndio. Na the first time ndo umeshika simu yako au kwa siku nzima, ni kitu gani uweze kukosa kukifanya kwa simu yako? Kuingia kwenye account yangu ya YouTube, lakini pia kwenye platform zangu zote. Na tunajua Bido ni kijana ambaye sasa hivi yupo kwenye ndoa na haijawa na muda sana. Kuna utofauti gani kati ya maisha ya ndoa na yale maisha ya ubachela ambayo unayoyaishi sasa hivi, maisha ya ndoa? Yaani wewe mwenyewe kwamba hata kwenye kuongea kuna tofauti, kwamba ni maisha gani ambao ulikuwa unayaishi ya ndoa na ya ubachi. Na maana hapo kwanza kwenye ndoa na ubachi zaidi hapo kuna tofauti. Lakini pia maisha yenyewe ni ile kusema kwamba sasa hivi nimekuwa na familia zinakuwa zinanitegemea mimi. Kuna maana sometimes sisi tuna ile kusema kwamba mtu akioa kuna uzito ambao unaongezeka kwake. Sio kusema kwamba kweli ni mzito kwenye familia, lakini uzito unaongezeka. Yaani kama una 50% basi ujue kwamba utakuwa na 90%. Yeah. Hapa kuna kitabu, hapa kuna movie. Bido Star ni mtu ambaye anapendelea kitu gani kati ya movie na kusoma vitabu? Niseme kwamba mimi nisikufiche, mimi hata kwenye kitabu au kwenye movie, yani labda ungeniambia hapo kuna simu, kuna movie, kuna kitabu, ningechagua simu, kwa sababu mimi muda wangu mwingi naokeza sana kwenye simu. Yani mpaka kuna muda mwingine mpaka waga sijui kwamba mimi ndani nina TV, lakini waga sijui maana nani ya kununua TV. Yani labda pengine wife ndoga na tumia kuangalia, lakini muda mwingi nawekeza, maana mimi naamini kwenye mtandao ndo kuna maisha yangu, ndo kuna mashabiki zangu, ndo kuna vitu vyangu vingi hapo. Na kuna wale watu ambao wanasema kuwa mitandao inatupotosha. Kuna ukweli au? Kwa sababu vijana wengi sasa hivi naona wana switch sana na kuwekeza nguvu kwenye mitandao, alafu kuna wao wanaosema eti kwamba mitandao inatuharibu. Kuna ukweli wote? Niseme kwamba wasi wanazingizia mtandao. Mtu mwenyewe kwanza uko vipi? Yaani kama ukijua kwamba wewe mwenyewe labda pengine hujui kujikontrol, kwa sababu kwenye maisha mtu hata usitumie simu, lakini kama umeamua kuwa mwenye tabia mbaya ni chapu sana tu. Maana hata pia ukiamua kuwa mtu ambaye labda ueleweki ni chapu sana tu. Kwa hiyo ina maana kwenye maisha wanasema kwamba mtu kuwa msanii tayari umeshakuwa muuni, lakini msio mnazingizia usanii. Labda pengine huyo mtu tu alikuwa na hali yake ya uuni, afu unakaja kujificha kwenye usanii. Kwa hiyo ina maana mitandao yanaharibu kama haujiona faida yake, lakini pale ambapo utakuwa kwamba unakula nyama, yani unakula dagaa za Kigoma kwa sababu ya mtandao, hapo ndio unajua kwamba mtandao una muhimu gani. Yeah. Kama tuongelee maisha yako ya sanaa, tumeona umeenda kudrop kazi ambayo tuseme ni kama simulizi ya maisha yako. Lengo la kufanya lile lilikuwa nini zaidi sana? Niseme kwamba japokuwa kweli unajua kweli sijafika mbali, lakini pia kwenye maisha ambayo nimeyapitia naweza nikasema kwamba nimetoka mbali, lakini ambapo naenda sijui ni wapi, lakini sijui kama nipo katikati ama nakaribia kufika, ama yani maana sijui, lakini ambako mimi najua kwamba nimetoka mbali. Kwa hiyo nikaona kwamba nichukue time hii kwanza ni share na mashabiki zangu wale kwamba msanii wao ambao wanamsupport ni msanii gani, yani yuko vipi, yupo kwenye familia gani, na mambo mangapi ambayo, kwa sababu kuna mtu mwingine akikufuatilia muda ambao anaona kwamba sasa hivi una labda pengine video za quality nzuri, anafikiria mbona hizi sana tu, lakini pia nitaka kuonesha kwamba watu tusikate tamaa, kwa sababu haya ambao tunafanya tunapita mambo mengi sana. Kuna ambao wanatuambia vitu vingi, lakini tusikate tamaa. Yeah, kwa maana hiyo pia ni moja ya kitu ambacho nataka ni baada hata mtu mwingine ambaye bado anajipambania kama mimi pia gisto tunapopambana, basi kama kuna mtu ambaye alikuwa ameshapanga hata tamaa, basi aendelee, kwa sababu amini kwamba hata huyu pia, japokuwa kweli sijakuwa kwenye sehemu, lakini haya ambayo nimeyapitia kwanza mwanzo ni makubwa kuliko haya ambayo nazidi kuyapitia.
Kuna level fulani ambayo ameshaifika Bidobido Star ambayo kuna wengine ambao labda wanaitamani kuifika kwa muda huu? Aniseme kwamba kwenye maisha kila mtu na level yake ya maisha. Kuna ujue kwamba hata wewe pia una level yako kwenye maisha. Kuna maana hata mtu mwingine, yani hakuna mtu ambaye anaweza kuwa kama mimi, ni uongo. Lakini pia hakuna mtu ambaye anaweza kuwa kama wewe. Kuna maana kila mtu anapambania level yake, ile ambayo kwamba hii hapa level ni nzuri. Kuna maana kwenye maisha sote tunafanya kitu moja, lakini kila mtu. Na maana hata tu wasanii ambao tunafahamika, kwa sababu mna wasanii ambao wanafahamika. Sasa ukija kuuliza kwamba level yangu na wengine wasanii, itakuwa ni ngumu kwa sababu kila mtu na level yake. Yeah. Na ni kipi labda umeplan baada ya miaka 5, kwa sababu ulivyoanza muziki nadhani ulikuwa na plan baada ya kufanya hiki nitafanya hiki. Mikakati yako ya miaka 5 ijayo labda ni ipi kwenye muziki wako? Mimi niseme kwamba mimi August panga mikakati ya miaka, mimi huaga napanga mikakati ambayo ni ya kesho nitafanya kitu gani. Kwa leo kama nikiwa leo organize kwamba naandaa kesho yangu itakuwa vipi. Kwa maana huko kote mbali sana. Kwa naamini kwamba the way nitakavyoidi kusupportiwa na ndugu zangu ndipo nitakuwa napata nguvu za kufanya vitu. Kwa sababu unajua mtu kusema kwamba imagine kwenye akili za watu wengi, kuta mtu ana akili za kununua gari, za kujengesha, za kufanya hivi, za kuwa na makampuni. Lakini hiyo hapo ni moja kati tu ya vitu ambavyo amevitia akilini, lakini sasa watu wa kumwezesha ndo kipengele. Ila akiwapata hata sasa mimi unavyoona hapa, mimi hata mtu ambaye labda itatokea hata sasa hivi kwamba kana support kwamba niondoke mapema sana. Yeah. Na kuna moja ya comment ambayo tulioiona unaipost sasa hivi, kuwa kuna jamaa aliandika akakwambia kuwa huyu kijana ninamuona mbali, niaminieni hiki ninachokisema, baada ya miaka 5 atakuja kufika mbali sana, na endelea, akakushauri kuwa endelea kuimba muziki wa Kiswahili. Na tunaamini Bidobido Star ni msanii wa Ebembe to the World, lakini sasa hivi ameintroduce song ambayo ni ya singeli, muziki wa Kiswahili, muziki wa Kitanzania. Hii inaashiria kuwa umeanza kufuatilia ushauri wa jamaa au imekaaje? Mimi niseme kwamba ngoma yangu nilipost, ina maana nilikodi toka kitambo sana, toka hata hiyo comment yenyewe. Lakini niseme kwamba mimi ni msanii wa Kibembe na nitazidi kuwakilisha lugha yetu pale ambako nitaomba kuwakilisha. Nina ngoma nyingi ambazo nimeimba Kibembe, kwa maana sio nikasema kwamba labda ni change kisa nimeambiwa kitu kama na hicho, no. Kwa maana kama ni Kibembe mimi siwezi kuitoa lugha yangu. Kweli nitakuwa naimba Kiswahili, lakini lazima nitakuwa natia labda baadhi ya maneno 2-3 ya Kibembe. Na ikinibidi kuimba Kiswahili kizima nitakuwa naimba. Ina maana sio labda pengine kwamba ndo nitakiwa kwamba mimi ni Mtanzania, hapana. Kwa sababu hata kwenye interview kwenye nini, kwa maana hata mtu unajua kwamba huyu mtu hapa ni Mbembe au ni anafanya kazi Kibembe, kwa sababu kazi zangu nyingi nishafanya Kibembe. Kuna maana hata nikiimba hata ngoma nyingine ambayo ni Kiswahili mwanzo mpaka mwisho, haimaanishi kwamba nimesaliti nini lugha yetu. Kuna maana hata ngoma ya pili bwana nikaimba Kibembe tu, sio mbaya. Ya tunajua tamaduni ya kwanza inaanza na lugha. Lengo lenu wasanii ambao mnaufanya muziki wa Kibembe, hii Ebembe to the World, lengo lenu kubwa kwa dunia, aidha kwa wasikilizaji wanaosikiliza hii muziki ya Kibembe, ni ipi? Mimi niseme kwamba tu watutambue na waje kwamba sisi tupo, lakini pia tuna muziki wetu hapa nyumbani kwetu. Nafikiri kwamba kila watu wanapambana kwa sababu tunaamini kwamba ukiimagine vizuri, sijui kama ndio inakuja, lakini mimi nasikia kwamba piano imetoka South Africa. Yes. Lakini wao pia walipambana mpaka Tanzania, mpaka sehemu zingine, wakao wanafanya nini? Wakao wanafanya muziki wao. Okay. Lakini pia tunaamini kwamba hata na sisi pia kuna uwezekano wa muziki zetu kuwa zinasikika hata tofauti na sehemu ambazo sio Wabembe. Kwa sababu ukimagine sasa hivi Burundi wanasikia muziki yetu, sehemu nyingi ambazo sio za Wabembe. Kwa maana lengo letu licha kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akitolewa kukiimba hicho Kibembe, lakini kwamba iwe inasikika sehemu ambako ni tofauti na Wabembe. Yeah. Tunaona mitandaoni Wabembe na wasanii wa Kibembe wakikutana na upingamizi mkubwa sana kutokana na lugha pia na asili ya Wabembe, watu wakiwa wanatusi Wabembe na wasanii wao. Nye hii mnaweza kuiendo vipi na kuweza kuwaaminisha watu kuwa sisi ni bora na tutaendelea kuonyesha hiki tunachokifanya kuwa ni sahihi? Mimi niseme kwamba kwa sisi kama sisi wasanii mimi nafikiri kwamba kwa mtu ambaye anatufuatilia na mtu ambaye anajua kwamba tunafanya kitu gani,
ngumu sana. Na kuna mtu mwingine ambaye anaweza kaongea kutafuta trending. Kwa kwenye maisha sio kila kitu ambacho mtu utaongea kwamba amedhamiria. Kuna mtu mwingine anakaa nafikiria hivi nikimtukana Bido kweli hapa siwezi nikatoeni, kwa sababu lazima kutoka mtu mwingine ambaye atacomment kwa nini umetukana Bido. Lakini pia kama kuna mtu mwingine ambaye anania kusema kwamba kweli kabisa tu atushuni kwamba ni vile kwamba hatufuatilii, na sijui kama kuna mbembe ambaye anaweza kusema kwamba sisi wabembe ni bure, na kama yupo basi atakuwa huyo tafuta trending, kwa sababu hakunaga mtu ambaye waga anadharau kitu cha nyumbani. Asili ya ubembe ndugu yangu, damu mbaya sana hiyo. Kwa maana mtu yote tu, mimi hata niko hapa, mimi hata kama nina njaa kiasi gani, lakini licho kusema kwamba kwenye wabembe kuna watu ambao wana roho mbaya, sijakataa, lakini mbembe ni mtu ambaye hana roho mbaya ya wazi. Hapana, kusema kwamba mimi nikufuate nikwambie bana naomba chai au naomba andazi uninyime, uongo. Na maana ile damu waga inatembea na sisi kwamba tusaidiane, kwa sababu ambao wanatusaidia sisi ndugu yangu ni ambao atuwalipi, ambao hawatujui, lakini kwa sababu ni wabembe wenzetu wanatusaidia. Yeah. Na tuzungumzie kuhusiana na ambaye aliyekuwa mwenza wako ambaye ni mwenza wako pia, Eliza. Sasa hivi mpo kwenye mahusiano au situation ikoje? Tupo. Yeah. Na kuna video ambazo zina trend zikimuonyesha akijihusisha na mambo ya uganga. Hii wewe kwako umeipokeaje? Mimi niseme kwamba Eliza nilimkuta ni mwana sanaa. Kama ni mwana sanaa, na mimi pia ni mwana sanaa. Kwa maana siwezi kumchagulia kwamba eti bana usifanye hivi, kwa sababu naamini kwamba hata yeye pia ni kitu ambacho anakipenda. Kwa ile pale pia ni moja ya content ambayo amefanya na ni moja kati ya sanaa yake. Yeah. Kuna wanaohusisha kuwa yale mambo yana uhalisia na sio maigizo. Hapana. Kuna kwa sababu yani ukifuatilia yani kwenye peji zake, na maana utakuta vitu vingi sana. Kuna ambao ameshoot yani ni nabii, yani vitu vingi, yani makorokoro mengi. Kwa hiyo unawaaminishaje wale wanaotutazama na kuambia kitu chochote kumhusu Eliza na content zake? Aniseme kwamba umeshaza hata ni content, na maana unajua kwenye maisha kitu ambacho unashutiwa na wewe mwenyewe unajua tayari hapo ni content. Lakini labda pengine kitu kingine ambacho mtu hajui hapo ni prank. Kunisema kwamba ni kazi yake ambayo anaifanya na waendelee kumsupport kwa sababu ni kazi ambayo anaifanya. Kwa maana anaamini kwamba wakimsupport kuna namna moja ama nyingine itasogeza maisha yake mbele, maana sasa hivi watu wanakulia kwenye mtandao. Na kuna mshikaji ambaye alijitokeza, na nadhani ulishawahi kulizungumzia hili swala. Alijitokeza akadai kuwa yeye ndo baba mtoto, na Eliza pia aliprove hiki kitu kuwa yule ndo baba mtoto. Wewe mpaka sasa hivi decision yako ni ipi kuhusiana na lile tukio? Mimi sioni kama kuna umuhimu mkubwa sana kuzungumzia, kwa sababu ni mambo ambayo yashapita. Kwa labda pengine mmemuona jana majuzi, labda ndio ingekuwa ni muhimu sana kuzungumzia. Basi poa. Una neno gani la kuambia watazamaji wetu pia na mashabiki zako kuhusiana na kazi ambayo ipo sasa hivi ambayo unaipromote na kazi zingine zijazo? Mimi niseme kwamba kazi yangu nafikiri kwamba kama kuna ambaye ameshasikia kazi yangu, kama kuna ambaye ameshasikia, ni ngoma ambayo sijui nikwambie ina ukubwa kiasi gani, na sijui kama patatokea hapa kambini kwa na single kubwa kama ile, na bado ndo kipande, na nilivyoandaa maandalizi yangu ni makubwa. Kwa na imani kwamba mashabiki zangu, kila ambaye anamshabikia Bido Star, yani ajisikie proud sana kwamba amemshabikia msanii ambaye hawezi kumwangusha. Kwa maana ajivunie pia kusema kwamba mimi msanii wangu 1 2 3, na maana namruhusu kufanya chochote, kwa sababu kazi yangu ni kazi ambayo yani inapebuka mpaka na mashehe mpaka na mapasta, au sio? Yani ambacho nimekimba hata shehe anaweza kukuambia kwamba unajikuta piskali na hauna kitu chochote. Unasikia hasa unakuja kwamba unakuta mtu anajita piskali huku anagawa ovyo. Ndugu yangu, kuna piskali kama huyo? Alafu swali moja la kizushi, kwenye ile challenge umetumia nguo za kike. Na hiyo sasa hivi dunia ilivyo bana, watu wakiona misili kama na ile wanakuwa mwanetu kasha lefti, mwanetu soda aina nini ile gesi. Wewe kwako hioni labda itakupatia changamoto labda kwa mashabiki zako? Hapana, kwa sababu unajua kwamba mashabiki zangu ni watu ambao wanafuatilia kwanza, ambacho waga napendelea, waga napenda kwa sababu ni watu ambao waga wanasikiliza kwanza muziki. Yani ambacho nimekiimba kwanza
kabla ya kundadisi nimevaa vipi, nimefanya, ina maana kwanza nimeimbaje. Lakini pia kuimba, unajua kila mtu na maisha yake ndugu yangu. Ina maana uwezi kuja kuambia kwamba ati mtu ka left, wewe utakuja kusema kwamba huyu mtu ka left, huko ndo pesa zinaingia sasa. Kwa ina maana wewe utaisha kusema kwa ka left, lakini huko pesa zimeingia. Kwa ina maana nikiwa kwenye kazi naweza nikafanya chochote, lakini mimi mwenyewe najua kwamba hichi hapa nakifanya najistiri ama vipi. Kwa ina maana kuvaa vile labda pengine ndo kusema kwamba labda sijistiri, no. Kwa sababu hakuna msanii ambaye anaweza akajistiri kunishinda ndugu yangu. Ile cha kusema kwamba kila mtu anakujistiri kwake, lakini mimi pia najiamini kwamba hakuna mtu ambaye anaweza, kwa sababu kila mtu anakujistiri kwake. Mimi najiamini waga najistiri kivyangu, lakini pia kuna msanii mwingine waga najiamini anajistiri kivyake. Kwa kuvaa dera vile, sio kama kuna mtu ambaye atakuja comment kwamba mimi ni left. Na ikiwa amecomment basi itakuwa ni anatafuta kiki. Okay. Basi swali la mwisho, tufunge kipindi, video lini ya kazi? Mimi niseme kwamba hivi karibuni, nafikiri kwamba nipo kwenye maandalizi, lakini siwezi nikaboa mashabiki zangu. Kwa maana sasa hivi wapo lele. Na maana sasa hivi ni moja kwa moja tuna hiyo ni makubwa sana. Kubwa sana. Video yangu itakuwa ni kali sana. Mimi sija kuboa kwenye video. Au sio? Kwa hakika. Okay, shukrani sana. Kipindi chote ulikuwa nami Mobali. Kama ni the first time kufikia hapa USA Habari TV, fanya kusubscribe, kushare na comment, utakuwa umefanya unyama sana. Nyuma ya kamera yupo Swems OG anayetufanya tung'ae na tuzidi kuwa moja kwa moja. So another day and good day. USA Habari TV tunakuletea dunia karibu yako.